So kwa hiyo kaka Frank, turejelee tena kidogo, si ndio? Yes. Mmefika pale kwenye ile familia. Mnaanza kwa maombi. Sawa. Mama anaanguka. Watu wanajaa. Yeah. Kwa watu wanajaa. Na kama nilivyosema, sisi wenyewe hatujui nini kimetokea. Na hatuamini kama ni Mungu ametutumia sisi kuleta hiyo sijui niite nini sasa, ni muujiza ni nini, hatujui. Kwa hiyo watu wanazidi kuongezeka kutoka nje. Mlangoni watu wamejaa. Lakini pia baba mwenye nyumba anatutizama kwa jicho ambalo sio zuri, kwa sababu ana hofu na mke wake amekufa, imekuaje na vitu kama vile. Kwa hiyo sasa, kufupisha story ni kwamba kilichotokea, ikabidi sisi tujitie moyo na tujitie nguvu, kwa sababu kama watu wanazidi kuongezeka nje, sisi tunakuwa kuna tension kubwa ndani yetu. Kwa hatuwezi tukaifanya hata hiyo huduma yenyewe, kwa sababu hata hiyo imani haipo. Unaona hata hiyo imani haipo. Kwa hiyo tukajitia nguvu hivyo hivyo. Tukaanza kuomba katika namna ambavyo tumeomba. Baada yule mama akaamka mwenyewe pasipo kutikiswa, pasipo kufanya. Aliamka tu mwenyewe. Na baada ya kuamka ndio tukawahubiria sasa ule ujumbe ambao tulikuwa tumeubeba kwa ajili yao. Mama akaokoka, baba akaokoka, na yule baba kwa sababu ni Muislamu alikuwa na wake wawili. Maana sasa aliokoka mke wa kwanza, mke wa pili na baba mwenye nyumba. Kwa like the entire family Mungu akawa ameitembelea kwa namna hiyo. Lakini pia jambo jingine ambalo nalikumbuka vizuri, tulikuwa Imortoti. Wapi huko? Imortoti huko Umasaini. Tarakea. Tarakea ya kwa juu hapo kuna eneo moja wa Masai wanakaa huko, kunaitwa Imortoti. Sasa tumeenda Imortoti bwana. Of course kuna testimony nyingi, lakini labda nitoe hii katika hizo nyingi, anyway nizungumze hii kwenye maktaba yako. Tumeenda kwenye nyumba fulani door na mwenzangu. Baada ya kufika pale kwenye hiyo nyumba, tukakaribishwa, tukawahubiria wale watu, tukaongea nao watu neno la Mungu, tukamaliza. Baada ya kumaliza, wale watu wakatuambia kwamba walikuwa na mtoto mdogo pale. Kwa hiyo wakatuambia kwamba mnamuona huyu mtoto ambaye mnamuona hapa? Wakasema ndio. Wakasema huyu mtoto sio mdogo kama ambavyo nyinyi mnafikiri. In fact huyu mtoto alitakiwa anatembea, lakini yule mtoto tumemkuta hata kukaa akai. Alikuwa na miaka mingapi kwa makadirio? Kwa bali ya umri sikumbuki, lakini wao kwa mahesabu ya wazazi wao kutoka muda ambao amezaliwa yule mtoto mpaka ule muda ambao sisi tumefika pale, ilimpasa yule mtoto awe anatembea. Lakini cha ajabu alikuwa hata kukaa kai. Na sisi tuliomuona, au mimi kwa kumbukumbu yangu nilipokuwa nimemuona tu ile kwa mara ya kwanza, nisingeambiwa, ningejua yule mtoto ana wiki kadhaa. Ana wiki kadhaa au labda mwezi toka azaliwe. Kwa wazazi ndio kanaambia mtoto amedumaa, hakuna kinachoendelea kwenye maisha yake. Anyway, tukapata nafasi ya kumwombea yule mtoto. Tukamshika, tukaomba naye vizuri. Baada ya kuomba naye vizuri, tukamaliza ule umisheni. Tulipomaliza ule umisheni, tukawa tumerudi Moshi. Wiki 2 baada ya kutoka umisheni, kwa sababu wale watu tulichukua mawasiliano, wale watu wakatupigia simu kwamba yule mtoto mliomwombea ile siku mmekuja pale nyumbani, si tu kwamba anasimama, ni anatembea. Hiyo ikawa ni jambo lingine tena, kwamba hata sisi ambao tulikuwa tunamwombea, unajua unaomba kutimiza wajibu, si ndio? unakuwa wao unaomba pale muujiza kwa familia na kwetu. Kwa mkashangaa. Kwa sasa kuta ile miujiza ambao ni kama ni by surprise inakuja, imetusaidia sana. Binafsi imenijenga sana kiasi kwamba kuna wakati sasa nimefanya kwa imani ikawezekana, na sisemi kwamba kila wakati nilipofanya iliwezekana kwa imani, lakini nilianza kuona matokeo kutokea kwenye experience hiyo ya uinjilisti. Hongera sana. Asante. Tunaona kwamba kweli kuna vitu vinatokea
kweli kuna vitu vinatokea na maandiko mengi yanatimilika pale ambapo unaenda kwenye uinjilisti. Kwa mfano Yesu anaposema kwamba na ishara hizi mtazifanya namu kubwa zaidi ya hizi, ni kweli, si ndio? Hatuna rekodi ambayo kwa kumbukumbu zangu hatuna rekodi ya mtoto ambaye ameshindwa kutembea. Of course tunazo za viwete, lakini hii ya kwako ni tofauti, si ndio? Lakini pia matukio mengine kama Mungu anapowapa ujasiri wa kufanya huduma, hujai kufika sehemu, wale watu napata ujasiri. Lakini zaidi sana nadhani nafurahia kwamba kama Petro alivyoambia kwamba ninakuimarisha, lakini pia nao tena kuimarisha wengine, kwamba uliimarishwa ukaanza kuhudumu na baada ya hapo umekuwa ni chachu kwa wengine. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunamshukuru Mungu kwa kweli kwa jinsi ambavyo anaendelea kufanya kazi kupitia uinjilisti kwa wale wanaofikiwa, lakini pia hata kwa wale wanaoenda hawaachi bure. Kaka Tony, si tunachoamini kwamba jungu kuu halikosi ukoko, si ndio? Jana ni jungu. Sasa ukijaribu wewe kuangalia huko ndani, si ndio? Kwenye kumbukumbu zako, matukio gani makubwa ambayo unayakumbuka? Najua yapo mengi, lakini angalau machache ambayo unayakumbuka na yamebaki kuwa ni kumbukumbu ya muhimu iliyokuimarisha kiroho, ili kushangaza, si ndio? Lakini pia unadhani ni ushuhuda mzuri wa kutupatia na sisi wengine. Nashukuru sana. Actually mimi yapo mengi sana ambayo nikiyakumbuka yanani-inspire sana mimi kuzidi kwenda na kuzidi. For sure nilikuwa na wazo hilo. Sasa bwana, mimi nikitoa experience yangu ya kwanza kabisa kwenda Shelui, mimi nilikuwa sijawahi kufanya deliverance, kwamba kumwombea mtu na nini. Ile baada ya crusade wale watu wanaombewa, kunatokea watu wanalipuka mapepo. Sasa mimi bwana, ikawa imetokea watu wamelipuka mapepo kule, akaleta kwenye chumba cha nani pale cha mapawarume. Sasa watu walikuwa ni wengi, kwa sababu ilikuwa ni mtu mmoja by mmoja. Nakumbuka uone mama mmoja alikuwa kwanza na nguvu. Kwa sababu mimi ilikuwa ninajaribu kumshika na kumuombea. Kwa hiyo nguvu zilikuwa zinatumika za mwilini na za rohoni. Sasa rohoni baada ya nikafika tamani, nikasema sasa atulie tu, yani kuna ile kwamba atulie tu mimi niendelee, haondoke tu. Kwa hiyo ile ilikuwa ni experience moja ambayo sitasahau, kwa sababu nilikuwa pale naanza kufikiria kwamba huyu atapona lini, yani atainuka saa ngapi, umeona? Kwa hiyo ilikuwa ni one of the experience ambayo sitasahau. Na kingine, kuna sehemu nyingine pia kuna mtoto mdogo aliletwa. Nakumbuka kipindi hicho one of sister ambaye alikuwa anatuongoza kwenye mama alikuwa ni Sister Ngolo. Yule mtoto akawa haongei. Sasa mimi nakumbuka muda ule nilikuwa namuombea, aliniangalia kwa ukali, na mimi sijui nilitoa wapi confidence, ilitoka wapi, lakini na mimi nilikuwa na Roho Mtakatifu, na mimi nikamwangalia kwa ukali pale akaanguka. Baada ya kuanguka akainuka tena akaanguka. Kwa hiyo baadaye amekuja kushtuka, nikamuuliza jina lake ni nani na nini. Kwa hiyo ilikuwa ni first experience ambayo sijawahi ku-experience kabisa. Kwa hiyo nikajua kwamba okay, kumbe these things are true. Yani kuna vitu ambavyo sio tu kama ninavifahamu kwenye maandiko, nimevisikia, ila nimevishuhudia. Na ni vya kweli. Another experience ambayo nilikuwa kwenye door to door. Nakumbuka in those time nilikuwa naenda na ilikuwa ni Dr. Christian pamoja na Dr. Violet. Ndio nilikuwa tunaenda nao. Mimi kidogo ndio nilikuwa ndo kama first year, yani nilikuwa sijui chochote na nini. Kwa hiyo tumefika kwenye nyumba moja hivi. Ile nyumba bwana, mimi kwanza mwenyewe niliogopa kwa sababu ile nyumba ilikuwa kama mganga fulani. Hai. Ani muda huo ni unatetemeka, unaomba, unafungua macho, yani unaangalia, yani ni sehemu gani nini kinatokea. Lakini what amazed me ni kwamba tumefika pale, kwanza tulikuwa tumekalia kiti ni kama kigoda, tuseme kigoda, afu kama kuna kinyago kimekaa pale na nini. Yani pale nakumbuka that time tulikuwa tunazungumza, tukazungumza na ule mtu. What surprised me ni kwamba alikuwa yuko very calm, analisikiliza neno. Baadaye pale aliweza kumpokea Kristo Yesu kwa mkombozi wa maisha yake, tukampa na vile vile vipeperushi na nini. Baadaye tumetoka pale, lakini ni my heart muda ule nilikuwa nina hofu, ninatetemeka, nasema yani kwa sababu kuna zile story nyingine unasikia kwamba labda anaweza akafanya hichi na hichi, lakini that thing haikutokea pale. Kwa hiyo mimi ni kama nasema tu kwamba ni ujasiri ambao tu niliupata kwa njia ya Roho Mtakatifu, na ule nisaidia mimi pia kunisustain from that moment. Kutokea pale tukawa tunatembea door to door. Na kingine ni kwamba kule pia another experience ni kwamba unakuta unaongea na watu. Kama kuna sehemu nilifika,
nikawa nimekutana na kikundi cha mama wako kwenye kisima wanachota maji. Sasa the moment nimewa approach mara ya kwanza walikuwa kama hawana attention na mimi, yani kwamba wataki kusikiliza, yani wanakupuuza, yani ila baada ya pale kuzungumza nao mmoja mmoja, baadaye yani kila mmoja anaanza kukutega sikio, yani kama alikuwa anafanya kitu anaanza kusogea karibu na nini. Baada ya wote wale kama 4 hivi wakaanza kucapture attention, tukaanza kuongea nao pale, akaja Dr. Christian akazidi kuasisitizia. Baadaye katika 4 akapokea 2 akampokea Kristo akampokea Kristo kwa mkombozi wa maisha yao. Kwa hiyo mimi ikawa ni sehemu moja hapo ya kusema kumbe sometimes usikate tamaa pale ambako unakutana na watu ambao hawana attention na kukusikiliza. Actually wanakudharau labda au washalizoea neno na nini, labda hao walifahamu na nini. Kwa hiyo for me naweza nikasema hiyo ni vitu ambavyo nilivi-capture na viko kwenye my memory until now, na navitumia kama sehemu ya my studying cases kwenye kila uinjilisti nakoenda, nakutana na watu wa namna hiyo na inaniimarisha zaidi ya kuzidi kusonga mbele. Yeah. Asanteni sana, lakini naona megusia upande mmoja. Nadhani hapa Tony hili linafaa zaidi. Tony, kwenye social life, yani ukiachilia mbali zile pilika za deliverance, kuombea watu, umeenda door to door, umekutana na vitu vya kustajabisha lakini pale mnakutana na watu, unazungumzaje ile social life ya kule? Vitu gani vilikufurahisha sana kwenye social life, maisha ya kule unapokuwa evangelism? Speaking about social life, actually kule I say social life ni very amazing. Niseme tu yani very very amazing kwa sababu kule kwanza mpo kama unajua zamani nilikuwa najifunza masuala ya community, sijui yani watu wanaishi katika sehemu moja. Kwa hiyo nakumbuka my first experience nilikuwa nimetoka na baiskeli bwana, nilikuwa na ndugu yangu mmoja anaitwa Zakaria, tunaenda kutafuta maji mjini. Maana kule maji yalikuwa ni zacha yani tumetoka na baiskeli tumeenda kutafuta maji mjini, tunarudi, yani it was very very nice experience in terms of sisi tunaenda feed pale, tunakaa pale. Lakini pia kingine ambacho nimeenda ku notice ni kwamba watu wa kule ambako tunaenda ni kuna namna fulani wanakuwa na ule ukarimu ndani yao, yani ule ukarimu wa karibu, kwa sababu kuna wengine wanatuletea vitu vya kutusaidia, labda ni wanaleta nakumbuka kipindi kile tumeenda Singida ilikuwa ni mafuta, wengine wanaleta, yani ni vitu ambavyo vinatusaidia sisi kuweza kwa sababu kuna kufanya uinjilisti na pia kuna kuishi, kuna kula, kuna hivyo vitu vya kawaida na nini. Social life mimi niseme tu ni nzuri, yani it was niseme ambako hautamani kuondoka, kwa sababu kila siku inakuwa ni siku ya tofauti. Kila siku inakuwa ni siku ambayo inakupa wewe vitu vipya, unakuwa na ile morning prayers, baadaye door to door mnarudi crusade, yani inakuwa ni very very wonderful moment ambao hata ukitoka kule ukirudi huku unakuwa una miss those moments. Kwa hiyo mimi nasema tu it was very nice moments. Yeah, kabisa. Anasema kwamba Daudi alisema yeye anatamani kukaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yake. Kwa kuna namna unapoenda evangelism, tunavyokaa maisha ya kule, unatamani maisha iwe hivyo kila siku. Ndivyo tu kwamba sasa haiwezekani. Kuna watu huwafahamu, unajuana nao, kuna ratiba fulani hivi mida ya kula, yani kuna matukio fulani ambayo yanakutia moyo. Lakini pia nadhani kana kitu cha msingi zaidi ambacho kinaweza kukupa furaha na faraja maishani, au kuona kwamba kuna kitu cha msingi umefanya pale unapoweza kumsaidia mtu. Sure. Na sidhani kama hamna zawadi kubwa